Mtu hana baba kivipi? Wakati baba yake tayari tushamjua. Mwacha basi hayo mawazo ya kipumbavu. Umesikia? Ngoja nikakuletee dawa. Mimi basi wa Bravo. Nilikuwa naomba kama ikiwezekana Bravo mwachie kabisa. Maana usiki. Mbona kama sielewi? Hebu acha kwa nazungumzia hizo mada. Inuka twende ndani. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa maumivu. Afande, hivi inawezekanaje ukiwa kama serikali unamkamata mtuhumiwa ambaye ulikuwa unamtafuta kwa hamu, alafu unamwachia kizembe? Mimi nimetoka nyumbani kwangu, mke wangu ananiambia kwamba mlimkamata ule Bravo alafu akawakimbia. Hivi imekaaje hii? Imekaa sawa? Au nyinyi mnafurahia kumuona mwanangu anateseka? Au mnafurahia kumuona mtoto wangu ana mimba, ndoto zake za masomo zinakatishwa na mtu ambaye mmemkamata na mkamwachia? Mbona imekaa sawa hii? Sijapenda hii afande, sijapenda. Haijakaa sawa, haijakaa sawa. Serious, haijakaa sawa. Mzee, punguza kuzungumza vitu ambavyo huvijui bana. Ni sana kwamba hujasafisha meza, yaani namaanisha hujatoa chochote kwenye serikali kufuatilia swala la mwanao, afu unakuja unajipiga kifua unanisimamisha hapo unaanza kunitorea lawama mimi. Haya, ulitaka nifanye kazi ya mwanao kivipi yani? Tofauti na ninavyofanya. Nimepambana kwa mangapi, tunachoma mafuta ya pikipiki kuonana na madam, kuchoma mafuta kuja pale nyumbani kwako, swala la binti yako hili. Paka tukamjua mtu, tumeenda tumemkamata, ametuponyoka tu kisa ameenda kunya. Sasa pale unataka atunyee mkononi mzee. Tambua kuwa mavi ya mtu mzima yananuka baba. Sasa inatakiwa makini mura. Usije ukawa unaongea siku nyingine. Sawa. Mimi nakuelewa. Tena wewe ni askari mzuri, mwaminifu. Kijiji kizima na mitaa yote wanakuamini. Ndio maana nilivyosikia hiyo taarifa nimeshangaa, nikashtuka, nikasema au labda mmekula hongo. Maana maaskari kwa hongo mko vizuri. Mkipea rushwa kidogo tu, basi mnasahau kila kitu. Ila kwako imekuwa ni tofauti. Ndio maana nikajiuliza maswali kwamba inawezekanaje wewe ukamate mtuhumiwa alafu aende. Ila kama katumia mbinu ya kwenda kunya, hiyo ngumu. Hiyo ngumu. Ila nakuamini. Jitahidi sana mtoto mkamate, mtie ndani. Mimi niko tayari kuuza hata mashamba yangu. Niwape hela, hakikisheni mtoto ananyea ndoo mpaka atakapozeeka yuko jela. Na ile asubuhi muda wa kwenda kumwaga inya, basi atumie mikono, asitumie ndoo wala choteo. Umeelewa? Ananiuzi. Ameniharibia ndoto ya mtoto wangu. Mtoto wangu alikuwa amepanga kuwa hata nesi au pengine angekuwa kama rais. Angekuwa rais, maana rais sasa hivi ni wanawake wanaongoza wengi nchi nyingi. Angekuwa rais, lakini kamharibia matokeo, kamharibia shule. Sasa huyu pigani ndani, asitoke. Na hata familia yake wakija wakibembeleza wakatoa hongo kiasi gani, msikubali. Maana serikali huwa haipendi rushwa. Umeelewa? Funga kenge hawa. Ana dada yake mmoja tipwa. Anaweza kaja akatumia mwili wake kuwashawishi. Ila nawaamini. Pigani ndani, msikubali. Msikubali. Rushwa ngono ni dhambi. Umeelewa? Vizuri sana mzee. Baada ya kusema yote hayo, nimenukuu swala moja tu ulivyosema kuuza mashamba yako yote kwa ajili ya kuwekeza kwenye hili swala binti yako ili tufanye kazi vizuri. Hapo umenifurahisha. Unanifanya nimsahau hata madam. Maana baada ya madam kutoka hakuna aliyekuwa ananipa chochote. Si unaelewa chochote? Niliishiwa power, nikawa powerless. Lakini sasa hivi mambo yote yako vizuri. Ila upunguze kama mdomo mzee. Mimi najua watu wanaoongea sana hawana hela. Sasa kama umesema utauza mashamba inabidi uwe kimya. Utoe tu hela tufanye mambo mengine, yani sasamba. Basi sawa afande. Mimi nimekuelewa. Nilijua pengine mumeumia madam kwenda masomoni kwa sababu kidogo ana kishepshepu. Ana vitu vya wanaume wengi wanapenda. Lakini kama ni hela, mimi nitauza mashamba yangu. Nitawapa hela. Hakikisheni mtoto asitoke mpaka atakapozeeka na umvi zimkutie jela. Hata kifo kimkutie jela. Umeelewa? Msikubali rushwa. Rushwa sio nzuri. Fungeni. Haya. Basi sawa. Hapa mimi nilikuwa naenda ofisini.
Kuna vitu natakiwa nikaviweke vizuri ofisini, alafu mguu nje mguu ndani, kwenda kumtafuta huyu kipanyarodi ambaye anaweza kuweka mimba watoto wa watu bila kujali na yeye atakuja kuzaa wawekwe watoto wake mimba hapo. Sasa mimi nisikuchosha sana mzee, lakini tukuwa makini. Maaskari waga hatukurupukiwi. Si umeelewa kukurupuka? Sawa. Sawa afande. Nimekuelewa. Huyu afande mimi namwamini. Lakini alivyoanza kuulizia habari za madam alinichanganya. Nikajua pengine alikuwa anataka rushwa ngono. Kama ni hela, nitauza mashamba. Huyu Bravo kazi anayo. Hatanyia ndoo mpaka uzeeni. Ila namuonea huruma wakati mwingine kwa sababu kesi sio yake. Kesi ni ya chini ya pua. Ila ameibeba. Sio wote walio jela wote wana makosa. Mwingine wanaenda kwa mkumbo tu. Kutojiongeza. Huyu sesi nitamzalisha. Sesi mdogo wangu, pole sana. Hiyo hali unayopitia kwa sasa, hata mimi nishapitia mwanzoni. Nilianza mahusiano nilipokuwa shule. Nilibeba ujauzito bila kutarajia baada ya kuanza mahusiano. Na cha ajabu, hata baba wa mtoto alikataa ujauzito na akakimbia kabisa. Kwa hiyo, nimelea peke yangu mimba, nimejifungua na kiukweli nimepitia hali ngumu sana. Kinachoniuma zaidi ni kwamba hata mimi nimekatisha ndoto zangu, na najua kabisa na wewe ndoto zako zitakatika. Ila wewe nikushauri, jaribu kukaa na mama uzungumze, ikiwezekana hiyo mimba muitoe, kwa sababu utapitia magumu sana ndogo wangu. Jaribu kukaa na mama uzungumze naye ili huo ujauzito muutoe. Hata mimi nilikuwa natamani kututoe ujauzito, ila nilipomwambia mama alisema kuwa nitasoma na hii mimba yangu. Hata mimi nilikuwa na malengo, lakini mama alikataa na aliniambia kuwa kutoa mimba ni hatari. Ni kweli kutoa mimba ni hatari, lakini mdogo wangu, bora kinga kuliko tiba. Bora uzungumze na mama, kwa sababu yeye ni mtu mzima. Atafute namna ya kutoa ujauzito ili uendelee na shule na utimize malengo yako. Moyoni mwangu kuna kilio, kimya kirefu hakina sauti. Kila pumzi ni mzigo mzito, roho yangu imejaa simanzi. Pia ninalia noti za We Mama Nyangeta, hebu simama bana. Mke wangu, hivi hiyo tabia ya kuja wewe mkuku mpaka kazini unakuja kunitafuta umeianza lini? Unajua kabisa nina majukumu ya kiserikali, na mtafuta mjinga mmoja ambaye ameweka watoto wa watu mimba na anajua ni wanafunzi ili nimweke mikononi. Ameniponyoka, amenikimbia. Mikosi tu kila siku, matatizo. Au kisa nimeshatengana na Masesa. Lakini tuachane na hayo mama. Na wewe utaratibu wa kukaa mpaka saa 8 hii ujaja nyumbani kuichoma umeanza lini baba Nyange? Utaratibu wa ndoa yetu tulipangiana kipindi tunaoana kwamba asubuhi, mchana na jioni utakuja kuichoma. Leo mpaka sasa hivi ujaja kuichoma, unategemea mwili wangu uko unafanya kazi? Yaani mwili haurali, unataka kuchoma. Wewe unazurura tu na vibaka. Bila kuchoma mpaka natoa miguu yangu na kuja kukutafuta huko. Nakutana na hilo rafiki lako lijinga linaniambia mimi na lenyewe ni chome. Hii ni ya kwake baba Nyangeta. Yaani unamaanisha rafiki yangu Mbigiri? Kwenye mapori ananiambia akaichome yeye. Sasa umesikia? Kama huyu mjinga kaamua kula ninapokula twiga, haniwezi. Sasa cha kukwambia, ili swala limesha kuwa ni tatizo. Anachezea matako ya simba.
kwa sababu mjomba wako Nakuze yupo pale nyumbani, tuende nikaingie ndani nichome kwanza mpaka itosheke, ndo tukae kikao cha familia. Lakini ili la Mbigili kukuhitaji wewe litanifanya nimpunguze asilimia ya kufanya naye kazi huyu. Sasa umesikia? Basi ili swala naomba tusizungumzie barabarani, tukazungumzie nyumbani mama. Si unajua pilipili ikiwekwa kidogo kwenye kanyama kaliko kaangwa ndo tunapatana mimi na wewe, yaani tunawashana kidogo. Mbona unalia? Mdogo wangu amekamatwa kwa kutumia kesi ya kumbebesha mimba Sesi. Kwa hili hata mimi linanishangaza sana, maana mdogo wako na Sesi walikuwa marafiki. Lakini umesikia Sesi akizungumza mwenyewe au ni uvumi tu? Kiukweli ni uvumi tu, maana nilijaribu hata kumuuliza yeye mwenyewe Flavo, alikataa. Alisema hajawahi kufanya chochote na Sesi. Hapa nilipo sielewi, si nimsaidiaje mdogo wangu. Hapa cha kusaidia, inabidi upambane, utafute ukweli. Mtafute Sesi uongee naye. Akwambie kweli ana mimba, ni ya kwake au ni uvumi wa watu tu. Asije akawa na maneno tu. Lakini usidie. Wewe cha kufanya pambana ili upate ukweli. Basi sawa. Ushauri wako nitaufanyia kazi. Nitajaribu kumtafuta Sesi ili nijaribu kuongea naye. Na unajua kabisa baba yake na Sesi alivyomkorofi. Ule mzee. Hadi nakuonea huruma ndugu yangu. Lakini usilie, jikaze tu. Inabidi utafute ukweli. Basi sawa. Mimi nikuache. Moyo wangu unalia kimya. 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 Ama kweli duniani kuna watu wajinga. Hivi Sesi, kwa umri wako wewe huo, ni umri wa kubeba mimba? Maisha yenyewe magumu. Mnakula kwa siku mlo mmoja. Aya, hebu niambie, huyo mtoto utampa nini ukimzaa? Maisha yenyewe magumu. Ama kweli akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Selina, unajua nakuheshimu sana. Nakuheshimu, sitaki nikuvunjie heshima. Yaani nakuheshimu, sijawahi kutaka kuvunjia heshima. Kwa hiyo naomba usitaki nikuvunjie heshima. Huchangii sahani moja na mimi. Maisha yangu mimi hayakuhusu. Hayakuhusu kabisa, hizo ni shobo zako. Afisa, naomba unisikilize. Tusizoeane. Fuata maisha yako, nifuate maisha yangu. Yako yamekushinda, yangu utayaweza? Usiosikika ila nahisi violini natoa mlio wa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Mwalimu, afadhali hata tumekutana, maana nilikuwa nakutafuta sana. Mimi mdogo wangu amekamatwa, anatumiwa kesi ya kumbebesha mimba Sesi. Lakini yeye nilijaribu kumuuliza, alisema hana mahusiano na Sesi. Kwa hiyo hata mimi na 100% mdogo wangu hajafanya hicho kitendo. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada wako ili niweze kumsaidia mdogo wangu. Hivi mwenye mimba si Sesi? Kama Sesi ndo mwenye mimba na yeye ndo ametaja kwamba mdogo wako ndo kamtia mimba, ina maana unataka kuniambia mimi kwamba Sesi kakosa kuwaambia watu wote kuona mpaka kumtaja mdogo wako?
Yaani watu wote kashindwa kuwataja kumtaja mdogo wako kwamba anamsingizia. Unatambua kabisa sisi ana utimamu wa akili. Yeye sio fyatu wa kumtaja mdogo wako. Mwalimu, nakuamini sana. Hata mdogo wangu pia yeye naamini hajafanya hicho kitendo. Wale watu naamini tu wamemsingizia. Kwa mwalimu, naomba msaada wako. Sasa wewe unahitaji msaada gani kwangu? Msaidie mdogo wangu, la sivyo atafia jela. Kweli. Sasa sikia niwaambie. Kono mtupu au lambo. Jiongeze. Sawa? Jiongeze. Baba Sesi, nakuheshimu sana. Tena nakuheshimu kuliko unavyofikiria. Lakini mwanao alichokifanya, kusema kwamba mdogo wangu ndo aliyembebesha mimba, hapo sijapenda. Na naomba mfanye haraka sana kumtoa mdogo wangu, kwa sababu naamini hajafanya hicho kitendo. Hivyo una akili? Akili yako iko sawa? Yaani mtu akikuangalia kuanzia miguuni mpaka kichwani, ulivyokuwa tipwa tipwa, mtu unaweza kumuona na akakuzania una akili. Kumbe sifuri. Kwa mwanangu ni mjinga, ni mpumbavu. Hajaona vijana wengine wanaosoma nao huko shuleni mpaka mtaani, mpaka kumtaja mdogo wako, si ndio? Sikia nikwambie. Sisi sio fala. Sio fala mtaje mdogo wako kwamba ndiye aliyempa ujauzito, hali yakuwa sio kweli. Huko shuleni anasoma na vijana wangapi? Kwa nini hajataja watu wengine, kaja kumtaja mdogo wako? Sikia nikwambie tipwa tipwa. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Mdogo wako kachezea sharubu za Simba. Sasa kimemlamba. Atatumikia jela maisha yake yote. Kwa sababu amecheza na binti yangu. Mtoto wa chini ya pua huwa achezewe kirahisi. Maana ukichezea na wewe unachezewa. Sasa kachezewa. Chenzi mmoja huyo. Sasa sikia nikwambie. Wewe unaniita tipwa tipwa. Sasa tumekutana matipwa tipwa. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mioyo.